Hata mchezaji uwanjani anapopasiwa mpira, kabla ya kumpa mtu mwenzake, huwa anatuliza kwanza, alafu anamwangalia rafiki yake kama yuko karibu na adui. Kama yuko karibu na adui, anatulia na mpira, anapambana nao peke yake. Maana yake ni nini? Kuna watu wako wa karibu sana, lakini wako karibu sana na adui zako. Usiwatupie siri zako. Bwana akikupa ndoto, Bwana akikupa ufunuo, angalia kwanza, huyu shosti, huyu rafiki yangu yuko karibu na nani kwanza. Usipasishe. Tuliza ball, tulia. Unapopata jambo lako, tap, litulize, tap. Shida yako, mtu anakupigia simu, anakueleza kitu. Wakati anakueleza, unachukua simu yako nyingine, unaanza kumwandikia fulani message. Fulani ameniambia. Kumbuka umbea hujakamilika, unaanza kumessage. Yaani unaona mpaka hii simu ishe, utamhabarisha saa ngapi? Tuliza ball. Alafu cheki kwanza. Kweli ni rafiki yangu, lakini sasa kilo chake kikoje? Kweli huyu ni mtu wangu sana, yuko karibu na mimi, lakini pia yuko karibu na mtu ambaye ananipinga sana. Weka beacon, weka mpaka. Kuna mipira isiende kwake. Unampenda kweli, lakini yuko karibu sana na watu wanaokutakia anguko. Kwenye maisha yako lazima ustadi mioyo ya watu. Kwenye maisha yako jifunze mioyo ya watu. Watu ni wasanii wewe. Watu wanakupa pole mdomoni, moyoni wanacheka. Watu wanalia na wewe usoni, moyoni wanasema yes, safi. Jifunze kuifahamu mioyo ya watu. Yesu alikuwa asikilizi midomo, anasikiliza mioyo. Muombe Mungu akupe kuelewa mioyo ya watu. Biblia inasema kwenye Yeremia 17:9, moyo ni mdanganyifu, nani awezaye kujua? Una ugonjwa wa kufisha. Kufisha maana yake kukill. Ndio maana unaweza kumsaidia mtu, alafu siku moja anafanya kitu kinachotaka kukuondolea roho yako. Unajiuliza, niliyemsaidia huyu? Unaanza kusema siamini macho yangu. Moyo ni siri. Unacheka na mtu miaka 20, unamsaidia mtu miaka 10, ghafla anashiriki na watu wanaotaka ufe, huduma ife, biashara yako ife. Unakuta naye ni timu ile ile. Haitoshi kuwa na rafiki. Jiulize, rafiki yako yuko karibu na watu wa aina gani?